Huyu ni kipotoshi, mchekeshaji namba 1 nchini Tanzania kwa sasa. Ana mambo makubwa ambayo ametuandalia. Sikali, naomba niletee kipotoshi. Karibu sana. One of my dream ilikuwa ni kufanya kazi benki, kwa sababu nilisoma mambo ya bookkeeping, commerce, economy haya. Namshukuru Mungu na nipo leo kazi benki. Lakini sifanyi kazi benki, nimekuja kuwachekesha wafanyakazi wa benki. Yaani Mungu akiamua kunyosha amenileta kule. Sawa. Tanzania sasa hivi kila ofisi tumekuwa na group letu la WhatsApp ambalo linatoa taarifa kwa ofisi nzima, na hilo group na bosi anakuwemo. Lakini sisi kama Watanzania tunafungua group lingine pembeni kwa ajili ya kusema group kubwa la ofisi. Na hilo group hilo wanakuwepo wana wachache tu. Ukiona hujaweka ujue ndio mbea wa ofisi. Na hao mabosi wakaaji humo, mabosi ndio hilo utakuta group la ofisi linajadili mjadala vizuri tu. Alafu nyinyi hata kutype kule hakupo, kumbe mko busy kwenye group lenu huko ndio mnajadili na nyinyi huko. Na bosi anazingua sana yani. Sasa kuna kipindi shetani akiamua kufumbua kaagi mbali, utoshaka kitu cha kutype kwenye group dogo unaingia kwenye group kubwa kule. Unaanza kumsema bosi. Bosi anakuuliza, "Janet, haya maneno natoa wewe?" Sasa na wewe ulipa una akili. Jamani, nani kamleta mkumbao huyu huko? Unajua ni group lile kumbe bilichanganya imeingia kwenye kubwa. Nilipofeli form 4 niko nyumbani hapa. Alafu si kwa nini ukifeli? Yaani matangazo na nafasi za kazi yanakuwa mengi sana. Ukikaa nyumbani unakaa unaangalia TV, wanakupigia muziki tu. Lakini wakija wazazi sebuleni hapa ndo wanatoa nafasi za kazi. Utakusha tangazo. Mtoto au na D2 tu. Wazazi wako sebuleni hapo wanasema yani mmo imeshindwa kabisa kupata D2. Mama alikuwa anapenda kunisema lakini sio direct. Unajua kabisa hii inasemwa lakini hajaamua. Ndio yeye anakuambia, "Mtoto wangu kipotoshi, lete kijiko." Unapambana, umesahau umeleta sahani. Anakuambia, "Mtoto wangu nimesema kijiko." Unasema, "Samani mama, sikusikie tena." Usiwasikie walimu wako, nisikie mimi baba. Unaona haya majungwa. Kuna muda unatulia akili, anakuambia lete kijiko au sahani, unaleta sahani na kijiko labda hajasikia vizuri. Unapika pale unampa sahani. Unaambia hii hapa, sema, "Okay, kwenye sahani baba," unasikia. Ila walimu ulishindwa kabisa. Kakangu alimwambia mke wake na vitoto vyake vilikuwa vidogo viwili. Yaani vile vitoto vilingana na shangazi. "Umefeli yanko?" Yaani ni kama kitu cha ajabu hivi. Nikasema subiri mkuu wenyewe watoto. Yaani yetu ananishangaa, yaani ni kama kitu cha ajabu. Nasema hivi hao watoto wana akili kweli hao. Wananiletea mitihani ya darasa la kwanza. Naambia mimi mwenyewe nilikuwa napata 100 darasa la kwanza. Basi angu akaanza kama ameenda chumbani kwake, nikabaki na vile vitoto. Basi kale kamoja jioni sasa kana kuja ananichezea, ananipanda kichwani, si najua sina akili. Ananipanda kichwani, hata kufukuza uwezi, niko naye hapo. Sasa kale kingine akamwambia, "Wewe John, usicheze na anko huyo. Amefeli." Yaani ni kama naumwa hivi. Kwamba nitamwambukiza ugonjwa. Kwa hiyo nikasema, "I say, hizi sababu zingine hizi mkaa kwa ndugu hizi." Na kukafukuza kamepanda kichwani uwezi kama kwao pale, kwa tunacheza tu. Usiku ukaingia. Tukaanza kula msosi. Unajua ugenini uweze kupakua chakula kingi. Itabidi na ukakue kama ulipopakua wenyeji wako. Kwa nikapakua na mimi kitaalamu hivyo. Nikapakua kidogo wali, mimi nimetoka Mbeya. Sisi Mbeya tunakula sana. Nikapakua kidogo, nikaona wenzangu wanachukua nyama 2 na mimi nikachukua 2 hivyo. Alafu cha ajabu sasa, Mungu alivyo ajabu, vile vitoto usiku vimeacha chakula chao, vikaanza kuja kula na mimi eti babao mdogo tena kile kidogo. Kale kajoni kakachukua nyama, mwingine nyama akaniachia wali na mchuzi tu. Sasa mama wewe yani hao watoto wanamsumbua babao, mimi kwenye akili sasa watu wazazi kama umewaona. Na uwezo kuwafukuza wako kwao. Kwa hiyo yani nilikuwa napitia shida, nikasema haya maisha haya.